mwisho kwa wote. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, ni ule ndugu yenu katika imani, naitwa Alwi Muhanna Al-Ahdali. Nikukaribisheni katika Daqaiqul Khairat, dakika chache zenye kheri nyingi ndani yake na faida nyingi ndani yake, tupate kufaidika kwa mawili matatu. Bila kusahau ndugu yangu katika imani, usiache kusubscribe YouTube channel yetu, kulike na kushare. Tuwe pamoja insha Allah. Daqaiqul Khairat, dakika chache zenye kheri nyingi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idhni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Thumma as-salatu as-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ama baada kumshukuru Allahu subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema kipenzi chake bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ikhwatul iman, nichukue fursa hii kuwakaribisheni katika Daqaiqul Khairat, dakika zenye kheri ndani yake, tupate kheri, tupate faida mbili tatu ndani yake. Ndugu zangu katika imani, tuko katika kiumbe ambacho ni hatari zaidi katika viumbe alivyoviumba Allahu subhanahu wa ta'ala. Hii dunia ni kiumbe hatari zaidi katika viumbe alivyoviumba Allahu subhanahu wa ta'ala. Lilasafi shadidi, kuna baadhi ya watu wanajifakharisha kwa starehe za kidunia. Kuna baadhi ya watu wana kitu kinaitwa hubu dunia, wanaipenda sana dunia, wanashughulika na starehe za kidunia, wanashughulika na michezo ya kidunia, wanaacha kutafuta radhi zake Allahu subhanahu wa ta'ala, wanaacha kuyafanya yale ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anayapenda na anayaridhia. Ndugu zangu, ukhatari wa dunia hii, katika kitabu Az-Zuhud cha mwanazuoni Ibnu Abi Dunya pana hadithi pale ndani ambayo Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam asema, inna Allaha jalla thanauhu lam yakhluq khalqan huwa abghadha ilayhi min ad-dunya wa annahu mundhu khalaqaha lam yanzur ilayha. Mtume asema, hakika Mwenyezi Mungu zimetukuka sifa zake, hakupata kuumba kiumbe ambacho anakichukia zaidi kuliko ni dunia. Dunia ndo kiumbe ambacho Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anakichukia kuliko ni viumbe vyote alivyoviumba Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa annahu mundhu khalaqaha, na hakika yeye Mwenyezi Mungu tokea alipoiumba dunia, lam yanzur ilaiha, hajapata kuitazama dunia. Wanazuoni watuambia ai bi'aini ridha, yani Mwenyezi Mungu hajapata kuitazama dunia kwa kuiridhia, kwa kuipenda. Yasikitisha ndugu zangu katika imani, ewe ndugu yangu ambaye unaipenda dunia, ewe ndugu yangu ambaye umezama katika starehe za kidunia, unaacha kuyafanya ya kheri ambayo yatakutengenezea wewe akhira yako, yatakutengenezea wewe sifa nzuri mbele ya Mola wako. Ndugu zangu katika imani, ikiwa Mwenyezi Mungu hakuipenda dunia, Mwenyezi Mungu dunia ndo katika kiumbe ambacho anakichukia zaidi, Mwenyezi Mungu hajaitazama dunia kwa kuiridhia, kwa nini wewe uipende dunia? Kwa nini wewe upende starehe za kidunia? Wanazuoni wasema imeitwa dunia madana minal qalbi wa shaghala anil haqi, kwa sababu ni kiumbe ambacho kimeukurubia moyo wa binadamu, kina ushawishi moyo wa binadamu, kina upendekeza moyo wa binadamu kwa starehe na michezo na mapambo mengi yaliyojaa katika dunia. Wa shaghala anil haqi, lakini kinamshughulisha mwanadamu na mambo ya kidunia, aipukane na mambo ya haki, mambo ambayo yatamfanya yeye kusalimika mbele yake Allahu subhanahu wa ta'ala. Hii ndo dunia. Mwenyezi Mungu katika Qur'ani suratul Hadid atueleza vile maisha ya dunia yako, ambayo maisha baadhi yetu tunayakimbilia, tunazama katika starehe za kidunia, tunazama katika michezo ya kidunia ambayo inatupotezea nyakati zetu kwa kiasi kikubwa sana. Tunaepukana kuyafanya yale ambayo
yatatupa salama mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala, yatatusalimisha mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala, leo hapa duniani na kesho akhira. Mwenyezi Mungu asema, wa'lamu annama alhayatu dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun bil amwali wal aulad. Asema jueni na tambueni kwamba haya maisha ya dunia ni mchezo tu. Kuna michezo mingi katika dunia ambayo inawamalizia watu nyakati zao. Watu wanakuwa wamezama katika michezo ya kidunia, watu wanakuwa hawasikii, hawaoni, taimu zao zinamalizika katika michezo ya kidunia. Tunaona mipira imewateka watu wengi, asilimia ya watu wengi sana katika dunia. Wanakuwa wanashughulishwa na mipira, nyakati zao zinamalizika katika mipira. Lakini kuna michezo mingine mingi sana. Kuna ma-TV tunaona vipindi, matamthilia, lakini kuna vipindi vingine vya kipuuzi ambavyo vinawapotezea watu nyakati zao. Hawafanyi yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayaridhia, na ndio lengo la Allah Subhanahu wa Ta'ala kutuleta katika kiumbe huyo ambaye ni dunia. Ndugu zangu katika imani, Mwenyezi Mungu aendelea akisema, walahu, lakini dunia ni pumbazo la kuwapumbaza watu, linawapumbaza watu, wanapumbaa sana. Wazinatun, lakini ni pambo la kupendeza, lenye kuvutia, linawafanya watu wanazama katika dunia, lakini watu wengine pia wanajipamba ili kuendana na dunia. Watafakhurun bainakum, lakini pia dunia, maisha haya dunia ni kujifakharisha baina yenu katika starehe tu za kidunia. Watakathurun bil amwali wal aulad, na kushindana tu, kujikusanyia mali, kushindana kuwa na watoto wengi, watoto ambao lilasafi shadid wengi wetu hatuwaongozi katika njia iliyonyooka, hatuwaongozi vizuri katika dini yake Allahu Subhanahu wa Ta'ala, ili wayafanye yale ambayo Mwenyezi Mungu anaridhia. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, hubbu dunya ra'su kulli khati'a, kuipenda dunia ndo kichwa cha kila kosa mwanadamu analolifanya. Lilasafi shadidi, leo tukiangalia kuna makosa mengi yanatokea katika dunia hii. Ala sabili almithal, leo tunaangalia machafuko yako mengi katika dunia hii, watu wanauana, damu inamwagika kwa wingi. Ukifuatilia chanzo cha machafuko hayo utakuta ni hubbu dunia, watu wanaipenda sana dunia. Ndo mwanawazuoni Sufyanu Thauri asema, az-zuhdu fi dunya qasrul amal, kuipa mgongo dunia, kutokuipenda dunia, kutokushughulika na starehe za dunia ni qasrul amal, ni kupunguza matarajio, matamanio. Kitu kinachotuumiza zaidi, tuko na matarajio mengi katika dunia. Kila mmoja anatarajia awe mfalme, awe mtu mkubwa, awe ni mtu mwenye cheo kikubwa, awe ni kiongozi mkubwa. Hapo ndio tunapoumia zaidi, kwa sababu ukiwa na malengo hayo mengi makubwa kutakufanya wewe kutaka kuyatimiza malengo yako kwa namna yoyote, hata kama ni umwagaji wa damu, lakini ni malengo yako yafikie pale ambapo unapotaka. Tukimalizia ndugu zangu katika imani, Luqmanul Hakim siku moja alimuhusia kijana wake akimwambia, ya bunayya inna dunya bahrun amiqun, hakika dunia ni bahari yenye kina kirefu zaidi. Gharaqa fihi alkathirun, waliangamia ndani ya hiyo bahari ambayo ni dunia watu wengi zaidi. Faltakun safinatuka fiha taqwa, basi liwe jahazi lako la kukuvusha salama katika dunia hiyo ambayo ni bahari yenye kina kirefu, basi liyo ni kumcha Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ukiwa utamcha Allahu Subhanahu wa Ta'ala, itakuwa ndo safina, jahazi ambalo litakuvusha wewe salama katika dunia. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, ili mimi na wewe tupate kuvuka salama katika dunia, maisha haya na kiumbe huyu ambaye ni hatari zaidi, basi tumche Allahu Subhanahu wa Ta'ala, tuzitumie nyakati zetu vizuri katika kumwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tutumie muda wetu vizuri katika kumtaja Mwenyezi Mungu na kuyafanya ya kheri ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayapenda, ili tupate salama hapa duniani na kesho akhira. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuipe mgongo dunia, tuachane na starehe za kidunia,
tuachane na kuipenda zaidi dunia, bali tumpende yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tupende kuyafanya yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katuamrisha, ili tupate kufuzu mbele yake Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wal afwa minkum. Alwi TV, kumbusho kwa wote.